Bwana Yesu asifiwe sana. Na wasalimu watu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti. Ninayo furaha sana kuja mbele yako tena katika wasahu mzuri sana ambao Mungu ametoa neema na kibali hiki cha uzima. Natumaini nazungumza na watu ambao wako katika maeneo yao mbalimbali ya kazi, lakini naamini ni wafuatiliaji wangu wazuri, na niwapongeze sana kwa ufuatiliaji wa vipindi vyetu vya Voice of Hope, sauti ya matumaini. Na mbele yako anayezungumza ni mchungaji Timothy Samuel Ruboha wa kanisa la TAG Agape Revival Temple Nyakanazi ya Ramuro. Kwa hiyo tuko hapa tukimtumikia Mungu katika eneo hili, na wasaa huu na muda huu nimekuja mbele zako sasa tushirikishane maneno ya Mungu ambao Bwana ametoa neema tuyaseme leo. Na natamani baadaye nitakupa mawasiliano namna ya kutupata kwenye mitandao yetu ya kijamii, lakini kwa sasa naomba tuende kwenye neno la Mungu ambalo nataka tushirikishane katika wasaa huu. Nitakwenda kusoma katika Injili ya Luka sura ya 13 mstari ule wa 11. Nitakuwa na mstari mmoja tu, lakini Mungu amenituma kwako, utakuwa umesheheni mambo makubwa sana ya Mungu. Tasoma katika Luka 13 mstari ule wa 11. Tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepinda, hawezi kujinyosha kabisa. Baba, libariki hili neno. Ninaomba neema yako iwe juu ya kila anayefuatilia, kila anayesikiliza, walioko majumbani, walioko ofisini, walioko safarini, wote na wafunika kwa damu yako na neema yako. Wape neema na kibali cha kupona kupitia neno lako hili ambalo Bwana nataka kusema nao wakati huu watu hawa. Asante kwa ajili ya kila mmoja. Asante kwa ajili ya kipindi hiki cha Voice of Hope. Kibariki na ukipe neema kwa utukufu wako katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Amen. Nataka nizungumze na wewe msikilizaji wangu juu ya kichwa cha ujumbe kitakachosimamia kusudi letu la leo kinachosema Yesu ni mponyaji. Nimekuja mbele zako kwa na kichwa cha ujumbe kuzungumza nawe kwa Yesu ni mponyaji, kwa sababu tunafahamu habari za Yesu sana na kila mmoja sio mgeni katika haya, lakini mimi nataka nikuletee habari zake sahihi za uponyaji. Najua unaweza kuwa umefahamu kwa juu, na nitakupa misingi baadaye kidogo namna gani Yesu awe mponyaji kwenye maisha yako, namna gani Yesu afanye kazi ambayo wewe itakujenga na kukutoa hatua moja kwenda nyingine. Hapa tumesoma kuna mama mmoja ambaye alikuwa ana pepo wa udhaifu. Mwili wake ulidhoofika, hakuwa na uwezo wa kuinuka, hakuwa na uwezo wa kufanya chochote, kwa hakuwa na namna ya kujisaidia kwa namna yote ile katika maisha haya ya kawaida. Na tunafahamu kwamba ili mtu aweze kuishi katika maisha yote yale, lazima awe na uwezo wa kufanya kazi, mwili wake uwe na nguvu, aweze kujituma katika shughuli mbalimbali, kufanya majukumu ya hapa na pale. Lakini mama huyu yeye alikuwa hawezi kabisa. Biblia imeweka wazi kwamba hata kujinyoosha tu asingeweza. Na najua nazungumza na watu ambao katika namna moja au nyingine, hata kama wewe unafikiri hali yako haijafikia hatua hii, lakini pepo ni yule yule, shetani ni yule yule. Anaweza kabadilisha madhara kama hautampokea Yesu ambaye ni mponyaji. Anaweza akakuzuru kwa namna anataka, kwa sababu Yesu huna. Lakini Biblia inazungumza Yesu alipomhurumia huyu mtu, alimuona Yesu anahangaika huyu mama, akamuita akamwambia, mama, umefunguliwa katika uchafu wako, katika udhaifu aliokuwa nao. Mungu Yesu anamhurumia, na baada ya kumuona ana udhaifu, ana mateso, akamuita akamhurumia. Na wewe leo jioni ya leo Yesu anakuita, ndio maana amemweka mtumishi wake mbele zako. Nazungumza na wewe. Inawezekana una udhaifu wa hapa na pale. Wakati mwingine udhaifu hata uelewi ni nini. Na watu wengine au mtu mwingine amepima mpaka hospitali hakuna majibu. Kimsingi mtu anaishia kupoteza matumaini, afanye nini na aende wapi? Nimekuja jioni ya leo kusaidia mtumishi wa Bwana na kila mmoja ananisikiliza kwamba Yesu anaweza kuponya kila mmoja, kila matatizo na shida za aina yoyote. Hata kama daktari wako amekukatisha tamaa, amekwambia vitu visivyowezekana, amekwambia hili jambo halitakuwa na ukomo, nataka nizungumze na wewe katika kichwa chetu cha ujumbe ninachosema Yesu anaponya. Yesu ni mponyaji, kwamba Yesu anaweza kufanya kila ambacho hukutarajia. Huyu mama baada ya kuwa hawezi kabisa, Yesu alipomuona, alipokutana na Yesu na Yesu akamuita na yeye akaitika, alipata uponyaji wake mara. Wewe unanisikiliza, yako mambo mengi pengine ni changamoto.
Yako mambo mengi pengine ni shida kwako. Nimekuwa nikisema na wewe mara kwa mara kwamba hakuna namna nyingine ya kuwa salama ukiwa nje ya Yesu. Yesu ndiye anaweka usalama. Watu wengine hakuna anayeweza kuweka usalama. Umekuwa ukidanganywa kwa namna moja au nyingine. Unafikiri unatibiwa, lakini badala ya kutibiwa unaongezewa matatizo. Light kama ungeelewa sauti hii ya kipindi cha Voice of Hope, ukamwamini Kristo, sauti hii ya matumaini ikakufikia ukamwamini Kristo. Nataka nikwambie udhaifu wote, magonjwa yoyote, changamoto za kila namna, Yesu aliziweka msalabani. Hakuna mwanadamu yeyote aliyebeba tatizo la kusuluhisha matatizo ya watu. Ni Yesu peke yake. Yesu ndiye amebeba, Yesu ndiye amejitoa na msalabani akaangikwa na akatangaza akasema, njooni kwangu ninyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi. Na dhambi zinakuja mahala ambapo kuna uharibifu. Kwa lazima ujue kwamba ili uweze kupata msaada wa Yesu ni vizuri ukakubali kusimama katika mpango na makusudi ya Mungu ya kumpa Yesu maisha. Nazungumza na mtu ambaye pengine uko katika wakati usio ufahamu. Kuna wakati unafika maeneo hufahamu. Huyu mama alikuwa hafahamu, maana ni mtu hawezi kujinyosha. Kila alichotakiwa kufanya alihitaji kupata mtu wa kumsaidia. Lakini kama tunavyofahamu, na wewe msikilizaji wangu unafahamu, kuna majira watu wanakuchoka. Kuna majira watu wataona unawasumbua. Kuna majira watu wataona matatizo yako ni yako. Kuna majira watu wataona tumemhudumia vya kutosha ametufilisi. Kuna majira watu watakupuuza hata kama na watu muhimu. Lakini nataka nikwambie Yesu hatakupuuza hata kidogo. Yesu hatakuacha hata kidogo. Yesu hatakupungukia. Hata kama watu watakukimbia, yeye amesema atakuwa pamoja nawe siku zote. Nisikilize. Usifikirie nani amekutendea nini. Usifikirie, kuna watu unapozungumza hivi, mtu anaanza kujiuliza, mbona nilienda mahali fulani? Tena na wao ni dini. Sizungumzi masuala ya dini hapa. Nazungumza masuala ya Yesu Kristo mtenda miujiza. Lakini lazima utafute mahala ambapo, usimame mahala ambapo Yesu atapita. Wagonjwa wengi walioponywa na Yesu walienda mahali Yesu anapita. Usiendeende tu, kuna mahali Yesu hapiti. Ni dini lakini Yesu hapiti hapo. Kwa watu walienda mahali ambapo walijua Yesu atafika hapo na atawaponya. Kwa hiyo naomba nikushauri kwambia kwamba Yesu atamaliza matatizo yako yote, lakini unahitaji kumwamini. Unahitaji kusimama katika njia ambayo ni sahihi, njia ambayo itapita. Nikupe mfano mmoja msikilizaji wangu. Huwezi kwenda kusubiria magari katika njia za mitaa. Wakati mwingine njia za watembea kwa miguu, wakati mwingine njia ambazo hazina route ile ya highway ya magari ya kupeleka abiria, unaenda kusubiria gari kule. Haitawezekana ukapata gari. Gari tunafahamu zinapita kwenye barabara za highway. Kwa lazima uende pale kwenye barabara ambapo magari yanapita ili uweze kusafiri. Kuna mahali nakushauri kwamba unapomwamini Yesu lazima usimame mahali Yesu anapita. Narudia tena hoja hii ya msingi. Lazima usimame mahali Yesu anapita. Kitu ambacho Yesu anapita. Si tu kila mahali Yesu anapita, lakini kuna mahali Yesu amekusudia akuhudumie. Kwa unapokuwa umenisikiliza, ukachukua hatua, lazima utafute eneo ambalo utakwenda kuwepo hapo. Alafu Yesu atakukuta hapo. Lakini nachotaka nikwambie, hata kabla hujachukua ile hatua, wakati umeamini tu ukapokea, pale pale ulipo Yesu atakuhudumia, na kisha ukishakuhudumiwa chukua hatua. Napozungumza hivi, tumepata shuhuda za watu wengi ambao wamesikiliza kipindi cha Voice of Hope na Bwana amewatendea mambo makubwa. Tunapokea shuhuda nyingi. Kwa najua nazungumza na mtu ambaye pengine una mashaka. Pengine unasema huyu mtu ametokea pande gani? Huyu mtu ana habari gani? Mimi nimeleta habari njema za Yesu. Yesu ndiye anaweza kukusaidia chochote unataka. Wakati mwingine kuna watu nimekuwa nikiona, hata wakati mwingine ana mtoto ana nafasi kubwa, lakini bado mtoto hajamsaidia. Wakati mwingine ana ndugu ana nafasi kubwa serikalini, mahali popote pale, lakini bado hawajawasaidia. Yesu tu, Yesu tu. Nataka nikushauri jioni ya leo, Yesu ndiye amebaki kuwa kimbilio la kila mmoja. Kwa huyu mama alipokwisha kupata kibali cha kuonwa na Yesu, Yesu akamuita. Neno la Mungu limesema Yesu alimfungua akamponya udhaifu wake, pepo likaondoka. Nataka nikutie moyo jioni ya leo katika mambo haya matatu sana. Ukizingatia utakutana na Mungu kabisa. Nakwambia, na utaleta shuhuda. Nitakuja kutoa mawasiliano yangu baadaye hapo, na utaleta shuhuda kwamba Mungu ametenda. Jambo la kwanza, ili uweze kutendewa, uweze kuponywa na Bwana Yesu. Yesu mtenda miujiza, Yesu anayeponya. Jambo la kwanza unatakiwa kulifanya wewe unayenisikiliza sasa ni kuhakikisha umeijenga imani yako kwa Yesu. Jambo la kwanza, hakikisha umeijenga imani yako kwa Yesu. Nilizungumza habari nzuri za Bartimayo kipofu alipokuwa amekaa njiani. Hata kama walimnyamazisha, hakukubali kunyamaza. Alijenga nini? Imani yake kwa Yesu. Hakutaka kuangalia mkuu wa msafara anasema nini. Hakutaka kuangalia nani anazungumza nini. Alijenga imani yake kwa Yesu. Mama aliyetokwa na damu, hakutaka kuangalia wangapi watanizuia, pamoja ninanuka,
pamoja na pengine nitakapopita watu nitawachafua, lakini alitaka nimfikie Yesu. Hakuhitaji kuangalia mtu yoyote anasema nini, hakuhitaji kuangalia kikundi kitamtazamaje, alitaka Yesu. Kwa cha kwanza, jenga imani kwa Yesu. Jambo la pili, hakikisha unachukua hatua baada ya kuijenga imani. Napozungumza na wewe, kuna wakati mwingine unaweza ukachukua hatua ya kumwamini Kristo, lakini hauchukui hatua. Chukua hatua. Anza kufanya mambo ambayo Yesu anataka uyafanye. Anza kusimama kwenye kanuni. Nimezungumza vizuri juu ya mfano wa msafiri. Ili asafiri lazima aende mahala ambapo magari yanapita. Kwa chukua hatua, anza kujenga msimamo na mlengo ambao unaendelea kukupa ushirika wa karibu na Yesu. Ushirika wa karibu na Yesu. Unahakikisha umetengeneza hatua ambayo hiyo hatua unayoitengeneza, hatua unayoiendea inakujenga katika ushirika ambao ni wa kudumu. Hata kama utapata maneno ya kukatisha tamaa, utayumbishwa, lakini ushirika na hatua uliyoichukua itakufanya kuwa imara na Kristo. Cha tatu na cha mwisho, kubali kubadilika. Naomba nikuelekeze mtumishi wa Bwana na mtu unayenisikiliza. Wakati mwingine tumekuwa tukichukulia poa, na wakati mwingine hata wewe umechukulia poa kwamba hizi habari za Yesu ni za namna gani. Nataka nikuhakikishie hivi, ukitaka kuwa salama wakati wowote, ukimkataa Yesu, haitatokea uwe salama. Haitatokea uwe salama. Hata kama unafikiri una vitu vitakufanya kuwa salama, lakini nataka nikwambie, kama hauna Yesu hautakuwa salama. Kwa sababu nje ya Yesu hakuna usalama. Hatupati usalama kwa ajili ya mali, hatupati usalama kwa ajili ya elimu, hatupati usalama kwa ajili ya cheo cha kijeshi, hatupati usalama usalama uko kwa Yesu. Kuhakikisha unajua kwamba ukisimama katika nafasi hiyo utaupata usalama kwa Yesu, na Yesu ndiye mwenye usalama. Kwa hakikisha unajua hivi, usalama wote ambao tunaupata ni kwa Yesu. Na mimi nimesimama hapa mbele zako na nimekuja mbele zako kukushauri kwamba Yesu anaweza kukusaidia, lakini tengeneza mtazamo wa kwamba tunapata usalama kwa Yesu. Mahali pengine popote usidanganyike. Nimekwambia kuna mahali utakwenda, badala ya kupunguza tatizo lilikuwa A, utaingiza tatizo B na C, na zaidi ya yote matatizo yatakuwa mengi na mwisho wa siku utakufa. Sasa ili uwe salama, rejea kwa Yesu. Mwamini Yesu, jua kwamba Yesu ndiye mwenye usalama na yeye ndiye mponyaji, hakuna mponyaji mwingine mahali popote. Katika kipindi hiki cha Voice of Hope, ninatamani sana niombe na wewe. Yako mambo mengi ya kusema na wewe, lakini kwa muda huu mfupi Bwana amenipa neema niombe na wewe. Ninajua kuna mahali pengine unateseka, kuna mahali pengine hauna majibu, kuna watu wana nafasi serikalini lakini hawazifurahii kwa sababu kuna mambo mengine. Kuna watu wana fedha lakini hawafurahii fedha, wana uchumi hawafurahii uchumi, wana ndoa hawafurahii ndoa, lakini Yesu anaweza kufanya ufurahie nafasi ambayo. Naomba niombe na wewe mtumishi wa Bwana, msikilizaji wangu mzuri unanisikiliza. Najua Mungu amekusudia jambo kwa ajili yako, na kwa sababu ndiye anayeponya kila sekta. Ataponya ndoa, ataponya biashara, ataponya uchumi, ataponya kila aina ya vifungu ulivyo navyo. Maana Yesu ninamwamini na nimeona akitenda kwa wengi, na hata wewe atakutendea. Naomba uchukue hatua hii ya imani, fuatisha maneno haya ninayokwenda kuyataja hapa. Fuata nyuma yangu ya maneno haya na kisha nitakwenda kuombea. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe. Nifute kwenye kitabu cha hukumu. Uniandike kwenye kitabu cha uzima, sawa sawa na mapenzi yako. Nimeamini Bwana ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, ya kwamba wewe utanitetea na kunilinda, ya kwamba wewe utanipigania wakati wote. Na Bwana, ninakuja mbele zako sasa. Endelea kunishika mkono. Ninakubali kufanya hatua zote ambazo mtumishi wako umemtuma anielekeze. Asante Yesu. Nami ninaamini nimekuwa mzima kuanzia sasa, katika uchumi wangu, katika ndoa yangu, katika biashara zangu na mambo mengine. Asante Yesu kwa kunisamehe na kuniweka huru, katika jina la Yesu. Amen. Naomba nikuombee sasa. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwaminifu sana, tazama yuko mtu mbele yangu hapa ambaye Bwana ninaomba naye sasa. Ninaomba neema yako imkumbuke. Tazama ana changamoto mbalimbali za kiafya, wakati mwingine za kiuchumi, wakati mwingine za ndoa, wakati mwingine za familia na changamoto nyingine nyingi. Mungu, ninaagiza neema yako.
Ninajua huna mipaka na hauzuiliwi na chochote. Ndani na nje ya nchi natuma nguvu zako za pekee. Kama ulivyomponya huyu mama aliyekuwa na udhaifu, ametiwa udhaifu na mapepo, ndivyo ninavyotaka umponye huyu mtu nayeomba naye sasa. Wengine Bwana wametiwa udhaifu na mahirizi waliopewa na waganga wa kienyeji. Yamewafanya kuwa dhaifu milele na muda wa kudumu kabisa. Katika jina la Yesu, yamewafanya kuwa dhaifu majira yote ya maisha yao. Mungu, katika jioni ya leo, naachilia neema yako, naachilia uzima, naachilia rehema katika jina la Yesu. Huyu mtu naomba naye jioni ya leo, neema yako imfunike, uweza wako mfunike, mfungue kwenye udhaifu alionao, mfungue kwenye vifungo kwa jina la Yesu. Baba, ninajua ya kuwa wewe uko hapo. Mungu wa uzima unaiponya. Wewe uko kila kona ya nchi hii. Uko kila kona za nje ya nchi upo Bwana. Unatenda yale yasiyoweza kufikirika kwa akili ya kibinadamu. Kwa sababu uko ndani na nje ya nchi. Umejaa ulimwengu wote. Hivyo Bwana, nataka utende jambo katika jioni ya leo. Kwa damu yako Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mfungue huyu mtu. Bwana mweke huru. Ikiwa na changamoto ya uchumi, ikiwa na changamoto ya ada, ikiwa na changamoto ya kila ambacho unajua na kuhitaji, msaidie Bwana. Maana kila kona wewe ni Mungu, kila kona wewe unaabudiwa. Mfalme wa amani, na kusihi ukutane na mtu huyu. Kila roho sasa za giza, za mashambulizi ya aina yote yale, ya kutumwa, ya kutegwa njiani na kona zote yanaweza kuwa yamemwandama, kwa jina la Yesu na yafungua na yaamuru kutoka katika jina la Yesu. Yatoweke kwa jina la Yesu, yatoweke kwa jina la Yesu. Neema yako Bwana ikasimame. Asante kwa sababu Bwana umesikia. Nami Mungu naenda kupokea shuhuda mbalimbali kama ilivyo ada ya kwamba Mungu watu unawaponya, unawafungua wenye shida mbalimbali, wanakuwa huru, vifungo vya kila namna kwa jina la Yesu. Neema yako ikafunike kila moja ambaye Bwana atasikia mahubiri haya na maombi haya. Neema yako iwe juu yake, ukamwatamie usiku na mchana, na mtendee kila nataka Bwana. Ubarikiwe Mungu wa uzima kwa kumponya na kumweka huru katika sekta mbalimbali za hitaji alilokuwa nalo. Asante kwa utukufu wako. Ninakurudishia heshima na utukufu, maana upo unaweza, katika jina la Kristo Yesu wa Nazareti. Amen. Basi naomba msikilizaji wangu nikukaribishe sasa kukutambulisha mitandao yetu ya kijamii ambapo unaweza ukatupata na ukaendelea kutufuatilia, ukaendelea kupata baraka za Bwana kwa viwango vya tofauti na kwa namna ya pekee sana. Kama nilivyokuambia kwamba tupo Nyakanazi, wilaya ni Biharamulo, mkoa ni Kagera, lakini pia tunapatikana kwenye mitandao yetu ya kijamii ambayo utatupata vizuri sana kwenye YouTube. Kwenye YouTube utaandika TAGART TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Lakini pia kwenye Facebook utaandika TAGART. Lakini usisahau kutufollow, kulike, kushare na kucomment. Na Instagram utaandika TAGART1. Na usisahau kutufollow, kulike, kushare na kucomment ili kupata taarifa zetu mbalimbali. Lakini pia tuna mawasiliano ya email ambayo email yetu ya kanisa la TAG Agape ni tagagape13@gmail.com. tagagape13@gmail.com. Lakini hapo mawasiliano ya njia ya WhatsApp, na nimekuwa nikitoa namba hii kwa njia ya WhatsApp, sasa unaweza kutupata 0695 515 017 0695 515 017. Hiyo ni namba ya WhatsApp. Lakini unaweza kutupata kwa mawasiliano ya kawaida 0747 37 1869 0747 37 189. Uhitaji, watu wengi wamekuwa wakiuliza namba ya kutolea sadaka ikiwa wanajisikia kufanya hivyo. Basi unaweza ukatoa sadaka yako ukiwa umejisikia kuguswa na neno la Mungu hili katika namba hiyo ya mawasiliano ya kawaida ambayo nimeitaja, ambayo ni 0747 37 1869, na majina yatakuja Timothy Samuel Ruboha, ambaye ndo mimi nasema mbele yako. Ukijisikia kuguswa unaweza kufanya hivyo, lakini kama hujajisikia, mimi nakuletea habari njema isiyoweza kugharimiwa na chochote wala haiwezi kuwa ya kulipwa. Lakini sadaka ukijisikia kufanya hivyo unaweza kufanya, na Mungu atakubariki na kukupa uhuru. Lakini najua wako watu wengi wameshafanya hivyo, lakini ni ile hiari ya moyo wako. Niombe tu sana uendelee kunifuatilia, utapata mengi na Mungu atakutendea
hata kama hujatendewa usikate tamaa. Nataka nizungumze na wewe msikilizaji wangu kwamba hivi ninavyozungumza na wewe wako watu wengi ndani ya Tanzania na hata nje ya Tanzania wamemwona Mungu akiwatendea. Sasa hivi tunamhitaji Bwana tusaidie. Hakuna namna nyingine yote. Wakati mwingine hata ndugu ametuacha, lakini Yesu hatakuacha. Nikuache na maneno hayo. Kipindi chetu ni Voice of Hope, sauti ya matumaini. Kila wakati fuatilia, na kama umeshaingia kwenye YouTube ukasubscribe, basi kila kipindi kitakachotoka utakipata mbashara. Mungu awabariki. Karibuni sana na niwatakie kazi njema na wasaa mzuri wa maisha. Bwana wabariki.